Wewe mwanamke kahaba tasa. Sasa leo tafuta pa kulala. Nina mwanamke mwenye sifa ya kuwa mwanamke na sio wewe. Au ukiona vipi, lala sebuleni. Mungu. Niache. Hiyo biskuti tunakula wewe. Afu baadaye mwambie napita pale tunamaliza. Sawa? Chukua ndala zako. Mungu. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Huyo mtoto unayemuona hapo sio damu yako. What? Unamaanisha nini? Sio damu yako. Yaani Ashura sio mwanangu mimi? Ndiyo. Wewe na mtu unaanza kupandisha mapepo. Yapita saa miaka 8. Ulipokuwa ukininyanyasa na kuniita tasa. Lakini mume wangu. Wewe mwanamke, nimekuambia nataka mtoto. Bila mtoto, humu ndani utaona pachungu. Hiyo hali ilinistesi sana. Tena haikuishia hapo. Ulidiriki mpaka kuniletea wanawake ndani kwenye kitanda changu unacholala mimi na wewe. Mungu. Wewe mwanamke kahaba tasa. Sasa leo tafuta pa kulala. Nina mwanamke mwenye sifa ya kuwa mwanamke na sio wewe. Au ukiona vipi, lala sebuleni. Mungu. Niache. Mungu. Ukweli hiyo hali ilinitesa sana. Na nilipochukua uamuzi wa kwenda kupima kujua afya yangu, na majibu yalitoka kuwa mimi ni mzima, na daktari alinishauri kuwa nikupeleke na wewe ukapime. Huenda shida ipo kwako, lakini nilivyokueleza ukuweza kunielewa. Mume wangu, naomba unisamehe. Kwa hiyo wewe mwanamke, labda unanionaje? Kwamba mimi sina kizazi? Hapana, sijamaanisha hivyo. Sasa labda nikwambie tu, siwezi kupoteza muda wangu kwenda kupima. Angalikuwa najua mwenye shida ni wewe. Tena siku sio nyingi nitaleta mwanamke ndani na wewe utaenda kwenu. Ndipo nilipofikiria na kuwaza sana. Sikutaka kukupoteza sababu nakupenda sana mume wangu. Na ndipo nilipochukua maamuzi magumu ya kulala na shemeji yangu ambaye ndo mdogo wako wewe, ili tuweze kupata mtoto. Shemu aligoma, lakini ndipo nilipombembeleza na akakubali, na ndipo tukampata huyo mtoto. Jamaa alipitia wakati mgumu sana, na ndipo alipoenda kuchukua maamuzi ya kwenda kupima ili ajue afya yake, na majibu yalitoka kama ifuatavyo. Mr. Naam daktari. Nadhani majibu yako umeshaona. Kiukweli mke wako hana shida yoyote, ni mzima, ila wewe huwezi kupata mtoto. Daktari, ninachomaanisha ni hivi, maisha yako yote huwezi kupata mtoto. Kiukweli Mwamba alipitia wakati mgumu sana na kujiona ni mtu mwenye makosa, kwa kuwa alimkosea sana mke wake na kumuita majina ya ajabu. Tasa ana kizazi, angali yeye ndiye mwenye shida ambaye alikuwa tasa. Je, hivyo unafikiria maisha ya Mwamba yalikuwaje? Na je, taswira yake aliiweka wapi? Endelea kutufuatilia katika YouTube channel yetu ya Abimon TZ ili kuweza kujua hii hali iliishia wapi, na je, Mwamba
atakubali kulea mtoto ambaye si wake, ni wa mdogo wake? Je, itakuwaje? Asante sana, naendelea kutufuatilia. Hello guys, kwa majina naitwa Abimondi. Naomba muweze kusupport kazi zetu kwa kusubscribe YouTube channel ya Abimondi TZ. Pia tunapatikana kwenye ukurasa wa Instagram, Facebook na kwingine kote kwa jina la Abimondi, ili kuweza kupata taarifa zetu, maudhui yetu kwa muda mwafaka. Asanteni sana, endelea kuenjoy.